kuna dhambi ambazo unaweza kuzishinda, unataka kupiga ombea ukazuia mdomo. Lakini kuna dhambi Mungu anakuambia ikimbie. Uongo unaweza ukaukimbia, unaweza ukajizuia. Sio kitu kuua unaweza ukajizuia. Dhambi nyingine za nje unaweza kujizuia, lakini inapokuja kwenye uzinzi, wow, my God, mtu wa Mungu inapokuja kwenye uzinzi, kimbia. Biblia inasema kimbia. Na ndio maana Yusufu hakutembea, alikimbia. Alikuwa yuko tayari, ni bora nishikwe kwamba koti langu ni ushahidi, lakini kiuhalisia ukweli mimi sijafanya. Maana mbele za Mungu sina hatia. Kwa mbele za Mungu sijamkosa Mungu. Na hiyo ndio sababu uaminifu wake hakukimbia kesi mbele ya macho ya wanadamu. Alikimbia kesi mbele ya macho ya Mungu. Halo? Kwa nini? Ni kwa sababu alijua nikimpata Mungu, hata nikipelekwa gerezani, Mungu atafanya njia pasipo na njia. Ile ndoto ya mimi kuwa mtu mkuu itatimia. Japokuwa kibinadamu ni kwamba endapo kama amekamatwa, amewekwa gerezani, ndoto yake imekufa. Lakini kiuhalisia, kwa kuwa hakumkosa Mungu, na Mungu ni Mungu wa miungu, ni Mungu, ni Bwana wa mabwana, akathibitika juu ya mabwana zake, akapata kibali kila anapoingia, kiasi kwamba mwisho wa siku akaishia kutajwa mbele za wakuu, na ndoto yake ikatimia. Kwa ni wale tu ambao wana focus na ndoto zao ndio watu ambao hawataendekeza uzinzi. Hawa ni watu ambao wanajua kabisa ni lazima nikimbie zinaa, nikimbie. Maana mtu ambaye hakimbii zinaa ni mtu ambaye hana ndoto anayefukuzia. Haleluya. Sasa imagine, katika kizazi tulicho nacho, ni vijana wangapi ambao wana vitu vya thamani lakini wamevizika? Ni vijana wangapi ambao wana vitu vya thamani lakini vimezuiwa? So, ikimbie zinaa. Kijana mahali popote wa kiume, kijana mahali popote wa kike, unaponisikia saa hii, haya ndio madhara ya zinaa. Unajiharibia nafasi ya Mungu kutembea na wewe. Watu wengi wanasema natamani kutembea na Mungu, lakini ni wazinzi wazuri sana. Mimi nikwambie, Mungu akai kwenye kitu kichafu. Elewa hicho kitu. Wengi wanasema natamani Mungu anibariki. Mungu hawekezi baraka zake kwa mtu mchafu. So make sure unakimbia zinaa.